Bwana, right now tuko na msanii wa kizazi kipya kutoka mkoani Kilimanjaro. Bwana brother, kwanza watu wangependa kujua kwa majina unaitwa nani? Oh yeah, kwa majina mimi naitwa Buddha MC. Bwana Buddha MC, story ni nyingi sana ambazo tunaweza kupiga. Labda tuanzie hapa. Brother, umefunga lakini? Yeah, nimefunga. Ramadhani ipo. Saumu ipo. Saumu ni nyingi. Saumu ni nyingi. Leo niko chungu cha 21 right now. Recently umeweza kutoa nyimbo yako ya Ramadhani kama siku 4 hivi au 5 zimepita kama sikosei eh? Yeah, siku 4. Kwa nini sasa umechelewa? Kwa nini usingeitoa mapema kabisa before hata Ramadhani haijaanza? Kama unavyofahamu, before nilishaifanyaga rap kaswida Ramadhani. Sasa nikaa natamani tena kufanya rap kaswida, lakini nikatamani kuja na ladha nyingine. Wako watu wengi wanasikiliza hip hop sawa, wanasikiliza muziki wa rap, lakini nikaamua kuja na mtindo mwingine wa kutafuta namna nyingine wa kufikisha ujumbe kwa haraka. Kama unavyofahamu, wako wanasikiliza hip hop kwa Kilimanjaro kwetu, lakini kuna watu wanaosikiliza nyimbo za Bongo Flava. Sasa mimi nikaja na kaswida maadhi kama ya Baibuda kwa mtindo huo wa kaswida Ramadhani. Na kama unavyoona jambo mashallah limeenda vizuri. Ilikuwaje sasa mpaka project ikachelewa kutoka na isitoke mwanzoni mwa mwezi kabla wa Ramadhani? Actually kwanza kitu nilichofanya ni cha tofauti. Alafu hata studio ninapofanya kazi ya namna hiyo kidogo ikawa kuaminika kwa urahisi na kuwa ngumu. Kwa sababu wengi kama wenyewe wanajua kabisa Buddha anafanya hip hop, Buddha anafanya muziki wa rap. Sasa Buddha anaimba, alafu kaswida, hii ikoje hii? Kwa mtu anachukulia kama utani. Lakini mpaka mwisho wa siku unakuja anafanya jambo limepokelewa, watu wameona jambo lilivyokuwa kama wenyewe walivyoona pia huko. Actually pia kaswida ni unyama, hongera sana. Asante sana bwana. Yule mwanadada kwenye ile kaswida inaonekana labda ndo unamuingiza kwenye game au labda ni mgeni au kwa namna gani watu nao wangependa kumtambua? Mwanadada yule bado ni mwanafunzi. Bado ni mwanafunzi. Ni mwanafunzi wa shule pia, sasa hivi yuko chuo, alafu pia ni mwanafunzi wa madrasa. Sio kama namuingiza kwenye game, hapana. Ni kwa sababu ni Ramadhani na niliona anaweza akafita akafanya kitu kizuri kama alichofanya, ndio maana akawepo eneo lile pale. Turudi sasa kwenye tasnia ya muziki kiujumla mkoani Kilimanjaro, si ndio au kaskazini kiujumla. Unahisi hasa changamoto inakuja wapi kwa wasanii wa kizazi kipya ambao wanaingia kwenye tasnia alafu wanakumbana na changamoto nyingi sana? Hamna jambo lile linalokosa challenge. Kama unavyofahamu, kwa sisi hapa Kilimanjaro kama Kilimanjaro bado kuna steps hatujaruka. Bado tuko kwenye steps fulani za kizamani, lakini kadri siku zinazidi kwenda, alhamdulillah tena tunashukuru Mungu sana. Sababu sasa hivi tunaona steps, kuna vitu tunafanya. Kama unavyofahamu, kwa tunatoa muziki kiolela tu. Hata kipindi cha nyuma watu hawajajiandikisha official. Kwa mtu amejiandikisha tu kawaida mitandao ya kijamii, hajui namna kupromote, hajui namna kufikisha muziki wake eneo fulani. Ndio maana unakuta mtu anafanya kitu kizuri lakini akifiki kinakotakiwa kufika. Ila sasa hivi tuziko njia, tunajua kabisa unapitia hapa, unaandikisha hapa na mambo kama hayo. Siku sio nyingi hata utaanza kumuona Buddha MC katika platform na social media zote, kwa sababu ndio yuko kwenye programu hizo na taratibu kama hizo hapo. Mbali sana hizo masuala za social digital, za hizo ni personal za msanii. Vipi kuhusu kwenye masuala ya studios, za sehemu za kurekodia au production ya kufanya video, ikoje kwa upande wa kaskazini? Kwa sasa hivi kuhusu swala la production ya studio, kuanzia audio mpaka video, sasa hivi kidogo maproducer wanajitahidi sana, hata madirector wanafanya. Alafu kutokana na audio ikishakuwa nzuri, lazima utafute production nzuri ya video iweze kufanyia video nzuri. Sababu ukiangalia tu kwa mfano kama mimi nilivyofanya kaswida Ramadhani, imekaa vizuri kwa upande wa audio, inasikilizika sehemu yoyote. Lazima ufanye at least japo hata kama ni lyrics au visualization video, iwe kidogo ambayo ni iko vizuri na inaonekana. Na kama unavyoona video nzuri inaonekana, yenye mahadhi mazuri pia. Sio kwa upande wa kaswida tu, hata kwa upande mwingine bado vitakuja vitu vizuri kama hivyo. Turudi sasa hapa. Wewe ni kama MC kibongo bongo hapa, ni msanii gani ambaye unajua kabisa kwamba bwana mimi ndo
ndo icon wangu, nampenda sana kumsikiliza, au anakukosha au unapenda uwe kama yeye one day? Yeah. So kama napenda kuwa kama fulani, hapana, ila wapo wasanii ambao kidogo na wasikiliza yani. Kwa upande wa hip hop au upande wa kawaida, msanii kama msanii namsikiliza sana Country Wiz. Namsikiliza Country Wiz kwa sababu Country Wiz ni type ya mtu fulani kama Ngwea. Ukisikiza swags, melodies anavyofanya, shout kwa mtu fulani yani kama Ngwea fulani vile yani. Ndio maana sasa hivi Country Wiz hata ukiangalia na move kwa namna moja au nyingine, yeye kama yeye ana focus na muziki wake na una enjoy. Vile vile crew yake alionao wale Fresh Boys wana muziki fulani mzuri. Yeah, huyo ni msanii ambao naweza ngasema naweza msikiliza. Au natumia pia muda mwingi pia inawezekana katika 1 na 2 mitikasi yangu namsikiliza. Tofauti na Country Wiz, kwenye upande wa hip hop namsikiliza sana mtu mzima Conboy. Conboy ni mtu fulani anafanya hip hop ya tofauti, yani hip hop fulani ya mbele. Halafu tuko naye hapa. Japo kwa watu ambao wasofahamu wanaweza kaona ni hip hop fulani ya kawaida, lakini no. Ni kitu fulani ambao ni cha tofauti sana na tukifanya mwana Conboy Kanabino. Let's go hapa sasa. Like watu wamesikia wewe ni MC, embu sasa tupe kidogo mistari 2-3 kwanza. Watazamaji nao waweze kuona. Shika mic hapa. Waoneshe watu uwezo, Unajua tena. Oh yeah. It's Buddha. I call me Buddha MC. Hai bara de kankara si fili shem na wapa gwara si mas hara si shiwi fem zaidi ya nyapara kwa msafara si uzi game ni teki nara ni poi mara I kill them. Sitishe watu na vitu vitatu kamwe, elimu madaraka kamwe visikudanganye. Nenda kamkanye mwanao anesoma sami akitia mimba 30 Buddha anamuongeza 8. Haha. Wow. Akitia mimba 30 Buddha anamuongeza 8. Bwana turudi sasa tumalizie. Nisikucheleweshe uende kufuturu mida kama hiyo, unajua jioni fulani hivi. Watu wakitaka sasa kufuatilia katika mitandao ya kijamii wanaandikaje labda? Mitandao ya kijamii, Instagram unapatikana kama official_BuddhaMC. Official_BuddhaMC BUDDAH. Alafu YouTube ambondo project zangu nyingi sasa hivi zinapatikana huko. Napatikana kama Buddha MC. Buddha MC ya BUDDAH. Afu MC bila kuacha nafasi unanipata. Vivyo hivyo TikTok unapatikana kama Buddha MC. Facebook unapatikana kama Faisal Buddha. X wenyewe anaita X Twitter anapatikana kama Buddha MC. Bwana shout out sana mzee. Shout out sana, furahi sana. Hala.